Katika ulimwengu wa sayansi, wapo watu ambao mchango wao umebadili maisha ya mamilioni ya watu. Miongoni mwao ni Etienne Emile Borio. Huyu si mwanasayansi tu, ni zaidi ya daktari. Huyu ni mwanasayansi kutoka nchini Ufaransa aliyetoa mchango mkubwa katika tafiti za homoni na afya ya uzazi, hususan kwa wanawake. Kumbuka kwamba kila mtu ana kitu cha kiupekee ndani yake ambacho dunia inakisubiri kwa hamu akidhihirishe. Ukute ni daktari wa baadaye au ni rais atakayekuja kuongoza nchi kwa baadaye, lakini kwa sasa bado wakati wake haujatimia. Na pale wakati wa Mungu utakapotimia, ndipo mtu huyo kipaji chake kinapodhihirishwa. Ndivyo ilivyokuwa kwa mwanasayansi huyu Etienne Emile Borio. Basi leo nimedurusu makala hii kupitia mwanasayansi huyu ambaye alikuwa mwenye ubunifu, aliyetatua changamoto za kiafya na kuacha alama isiyofutika katika mioyo ya watu wengi. Mnamo mwaka 1926 ya tarehe 12 ya mwezi wa 12 ndipo alipozaliwa mwanasayansi huyu. Na kufikia mwaka 2025 ya mwezi wa 5 tarehe 30 alifariki akiwa na umri wa miaka 98. Mwanasayansi huyu alisaidia kutengeneza dawa ya kumeza inayofahamika kama RU486, inajulikana kama mifepristone, ambayo imewapa mamilioni ya wanawake ulimwenguni njia mbadala ya utoaji wa mimba pasipokuwa na upasuaji wa aina yoyote. Kidonge cha mifepristone kilivumbuliwa mnamo mwaka 1980 ambacho ni kidonge kinachozuia homoni ya progesterone ambayo ni muhimu hususan katika ukuaji wa mimba. Hivyo dawa hii inafanya yai la mimba kurutubishwa nje ya mji wa mimba. Katika utafiti wake ulioongozwa na dhamira yake ya maendeleo thabiti, kupitia mwanasayansi huyu, wanawake wengi amewapa uhuru wa kufanya kile wanachokitaka. Lakini katika jambo hili na utafiti wake kumekuwa na mitazamo mingi miongoni mwa watu ndani ya jamii. Na maoni ambayo yameweza kutolewa ni juu ya uvumbuzi wake. Je, unahisi mwanasayansi huyu ameacha kumbukumbu njema au mbaya? Twende kwenye komenti. Langu jina ni Loisi Vox.